ni Isha. Hebu tamka Isha. Huyu ni mwanamke ambaye ana sifa zifuatazo. Ziko nyingi kidogo, nikimbie maana nazo ziko 7. Sifa ya kwanza ni mwanamke anayejitambua. Ana focus. Sio yule amekuja akaona kwaya Igaragalilo na kiatu cha Sikonkinko naye agenda ya usiku ni Sikonkinko. Hako ni kasichana, hajawa mwanamke bado. Namba 2, ana ukomavu wa kiakili na kiroho. Spiritual and intellectual maturity. Amekomaa kiroho. Ukiwa na mwanamke ambaye unamwambia Yohana 3:16 inasemaje, anakuambia ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja, umepigwa. Spiritual and intellectual maturity, aliyekomaa kiroho na kimwili. Mwanamke jasiri ambaye hawezi kulizwa na message ya kahaba mmoja. Ukiona mwanamke anaona message kwenye simu ya mwanamume, analia na mtandio mkononi, kaliolewa kakiwa kabinti. Tusonge mbele kidogo. Namba 3, ana sifa ya kuongeza, si ya kupunguza, multiplication. Wanawake mnisikie vizuri. This is very serious. Mungu alipomuumba mwanamke alimpa sifa ambayo wanaume hatuna. Ulipewa kitu kinaitwa law of multiplication, kanuni ya kuongeza. Ndio maana uwezo wa kuzaa tukupewa wanaume. Sisi sio wa kuongeza, sisi ni wa kutumia. Sasa wanawake, hiki kitu kimepotea leo na ninyi mmekipoteza. Mwanamke mwenye kanuni hii, hata mnapopanga bajeti ya maisha atakwambia kuongeza. Mwanamke ukiona mke wako kila agenda anaoileta ya fedha ni kupunguza, ni nguo, toleo jipya, hapo haujapata mwanamke. Mwanamke na kanuni ya kuongeza. Atakwambia mume wangu tuongeze kuku, tuongeze mbuzi, tufanye hivi. Lakini pia sifa nyingine ya mwanamke, unapopewa shilingi 2,000 tunategemea tukute imekuwa 4,000. Tuende vizuri, tutafika. Lakini ukipewa 2,000 ukarudi na malalamiko kwamba haijatosha, tuna mashaka na wewe. Namba 5, mwanamke Isha ni mwanamke ambaye ni life sustainer, sio life taker. Mwanamke mwendelezaji wa maisha. Ndio maana nizungumze na wale wadada ambao katika barabara ya maisha mumejikwaa mkapata mimba zisizo halali. Wale ambao huwa mnapata mimba na mnazaa, na wapongeza kwa jina la Bwana. Sio wale waliopata na wakaongeza dhambi ya pili wakaondoa. Kanuni ya mwanamke ni life sustainer, sio life taker. Ukifuatilia leo kwa nini wanaume wengi wanakufa haraka, hiki kipengele kimekosekana kwa wanawake. Wamekuwa life takers.